nataka kuongea juu ya ujumbe ambao kichwa chake ni being different, ama kuwa tofauti. Ningependa kusema ya kwamba Mungu anatafuta watu ambao watakubali kuwa tofauti, kwa sababu watu wengi wamekubali kile kiwango cha kufanana. Na unajua dhambi kubwa ambayo Israeli walifanya ni wakati walisema ya kwamba tunataka mfalme ili tuwe kama mataifa yale mengine, ili tukaweze kufanana na yale mataifa. Lakini Mungu alikuwa anataka watu wake, wana wa Israeli, wawe tofauti, yeye awe mfalme wao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na jambo hili likawa nzito kwa Samueli, lakini Mungu akasema ya kwamba kwa sababu ameamua wachagulie mfalme, na Mungu akamuonyesha atakayekuwa mfalme, lakini waambie consequences ambazo zitakazo wafuata. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kutoka mwanzo Mungu alikuwa anataka tuwe tofauti. Kanisa inamaanisha the called out ones, watu ambao tumeitwa kutoka kwa ulimwengu, lakini tumeitwa tuwe tofauti na ulimwengu. Tumeitwa tuwe na mpaka mkubwa. Watu wakituangalia na wakiangalia wale wengine wako pande ile, wanasema watu hawa wako tofauti. Lakini shida iliyo siku ya leo, na ambayo shetani anafanya bidii sana, ni kusiwe tofauti na watu walio katika ulimwengu na watu wale walio katika nyumba ya Bwana. Sisi wote tuwe tunafanana. Na kwa hivyo utaangalia kwamba ulimwengu umeingia ndani ya kanisa. Praise the name of the living God. Na sio tu ulimwengu, hata mambo yale ambayo haungeweza kuyafikiria yanafanyika, ama watu wale wako kanisani. Praise the name of the living God. Watu wanataka kufanya ndoa za jinsia moja, lakini zishikanishwe kanisani. Praise the name of the living God. Tulishangaa wakati moja kuwa pale Marekani, wakati moja na mke wangu, na tukaenda kutembea kanisa moja, na baada ya ibada tukashangaa kuona ya kwamba watu wanakaa mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke, na tunaambiwa huo ni bibi na bwana, na wametoka kanisani. Bwana asifiwe sana. Sasa unashangaa kanisa linaelekea wapi? Na shetani anafanya bidii sana ili tuwe tumefanana na ulimwengu. Na hii sio mbinu ambayo imeanza wakati huu. Wale ambao tunasoma Biblia, utaangalia kwamba hata wakati wana wa Israeli walikuwa kule Misri, na Mungu akaanza kuwaita ili waende wakamtumikie. Farao alisema ya kwamba, kwa nini mnataka kwenda? Si mnaweza kuabudia huyo Mungu wenu hapa Misri. That was the first offer ambao Musa alipatiwa. Alipatiwa offer ya kwamba you don't have to go, you can worship in Egypt. Praise the name of the living God. Na that is an offer ambayo shetani hata siku ya leo anai-extend kwa watu. Anasema ya kwamba si unaweza kuabudu ukiwa Misri. Lakini Musa akang'ang'ana, because the devil is also a bargainer. Shetani akamwambia basi si wanaume peke yao waende. Baadaye akasema si wanaume na wanawake waende na watoto. Lakini Musa akasimama, inaitangwa gangali, akasimama kidete, akasema sisi tutaenda na wake zetu, tutaenda na watoto wetu, tutaenda na mifugo yetu, hatutawacha hata ukwato. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu Musa jambo moja alikuwa anaambia Farao, ni kwa sababu sisi tukianza kuabudia Mungu wetu hapa, mambo yale tutakayofanya, dhabihu zile tutakazomtolea, zitakuwa dhihaka kwa Wamisri. Praise the name of the living God. Yani ni kumaanisha ya kwamba Wamisri hawatakubaliana kile tunafanya. Tutakuwa tunatolea Mungu wetu dhabihu za ng'ombe, na ng'ombe ni Mungu mmoja wao, na mambo mengine mengi. Kumaanisha ya kwamba kanisa linajaribiwa, yani watu watoke katika ulimwengu na waje ndani ya nyumba ya Bwana na wasikie wako sawa. Praise the name of the living God. Wasikie wako sawa, ili watu wale ambao wangetaka kuja ndani ya nyumba ya Bwana na wakae vile walivyo, hawajabadilika,
they can be comfortable in the house of God. Mungu alikusudia akituita tuwe tofauti. Wengine wakichukua hongo, sisi tunakataa hongo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu alikusudia wewe uwe tofauti. Wengine wanapolaani maadui zao, wewe unabariki maadui zako. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu alitamani uwe tofauti. Jina Bwana ipewe sifa. Ukiangalia hata katika kitabu cha Numbers chapter 14. Numbers chapter 14 inaongea story ama mambo ambayo yalitukia wakati Mungu Musa aliambiwa achague watu ambao watakaoenda kuangalia nchi ambayo ya ahadi vile ilivyo. Praise the name of the living God. Kama utanikubalia tunaweza rudi nyuma tuanzie chapter 13, alafu tutaingia chapter 14 na tutafuatilia hivyo hivyo. Chapter 13 nasema ya kwamba then the Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. So, at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. Na ni vizuri kunote maneno mengine kama hiyo. All of them were what? They were leaders. These were not ordinary people waliochaguliwa. Walikuwa viongozi kutoka kwa kila kabila. Verse 4 inasema, these are their names: from the tribe of Reuben, Shamua, son of Zakur; from the tribe of Simeon, Shaphat, son of Holi; from the tribe of Judah, Caleb, son of Jenufe; from the tribe of Issachar, Igal, son of Joseph; from the tribe of Ephraim, Hoshea; from the tribe of Benjamin, Parti of Lapu. By the way, na it's part of the message. Majina haya mengi ambayo ninataja utasikia ni majina mageni sana ambayo hatujazoea kuyataja, hayajulikani, isipokuwa tu ni majina mawili, jina tu Joshua na Caleb. Si ndio tunajua? Lakini wote walipochaguliwa, they were leaders of their people. Lakini baada ya hiyo hatukuwasikia tena. Hata majina hapa ikitajwa ya kwamba these were part of the spies ambao walienda, ya kwamba kulikuwa na mtu anaitwa Party. Hii ni kama party ni imetolewa N. Hatuwajui. Praise the name of the living God. Mtu kama Hoshea hatumjui, mtu kama Shaphat na Shamua hatumjui. Verse 10 inasema from the tribe of Zebulun, Gadiel. Hiyo majina hatuyajui. From the tribe of Manasseh, a tribe of Joseph, Gadi, son of Susi. Mmesikia majina kama hayo? From the tribe of Dan, Amiel, son of Gemali. These were people who were supposed to be famous like Caleb. They were supposed to be famous like Joshua. But we don't know them. Praise the name of the living God. Hiyo ndio shida utakapokataa kuwa tofauti. Jina lako litasahaulika. Praise the name of the living God. When you refuse to become different, jina lako halitasikika. From the tribe of Asher, Sedur. Ai. Huyo naye ni nani? From the tribe of Naphtali, Nabi, son of Vopsi. Verse 15. From the tribe of Gad, Jewel, son of Maki. These are the names of the men Moses sent to explore the land. Moses gave Hoshea, son of Nun, the name Joshua. Kwa hivyo wale pengine wanasema bado sijasikia Joshua, ni kwa sababu Joshua wakati alichaguliwa alikuwa anaitwa Hoshea. Na kwa hivyo Mungu Moses akambadilisha akamuita Joshua. Verse 17, when Moses sent them to explore the land of Canaan, he said, go up through the Negev and into the hill country. See what the land is like, and whether the people who live there are strong or weak,
few or many? What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees on it or not? Do your best to bring back some of the fruits. It was a season for the ripe grapes. So they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob to Ad Lebo Hamath. Wacha turuke sasa twende chapter 14. Na chapter 14 ukisoma chapter 13:26 inasema they came back to Moses and Aaron and the whole community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account: we went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is the fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses. Caleb silenced the people. Caleb amesimama sasa na amesema watu wote wanyamaze na mimi niongee kile ambacho niliona. We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. Wacha turuke katika mstari wa chapter 14. Chapter 14 from verse 20 nasema, the Lord replied, I have forgiven them as you asked. Nevertheless, as surely as I live, and as surely as the glory of the Lord fills the whole earth, not one of the men who saw my glory and the miraculous sign I performed in Egypt and in the desert, but who disobeyed me and tested me 10 times, not one of them will ever see the land I promised on oath to their forefathers. No one who has treated me with contempt will ever see me. Verse 24, very important. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I'll bring him into the land which he went to, and his descendants will inherit it. Praise the name of the living God. Nimejaribu kukuleta katika safari hii ambayo Mungu amesema imefika sasa. Safari hii ambayo mmekuwa kwa miaka mingi, nchi ile ambayo niliongea juu yake nikaweze kuwaingiza. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. They were just about to enter into the promised land. Nataka niseme ya kwamba kanisa tunaishi katika majira ambayo ni speciali. Majira ambayo God wants to bring a harvest of the prophecies that has been spoken for so many years. Even so many prophecies that has been spoken in the word, God wants to bring a harvest of those prophecies. Many times tumekuwa tukisema the glory of this latter church will be greater than of the former. Lakini unakuta ya kwamba we are not even operating in the glory of the first church. Bwana asifiwe sana. There are so many prophecies ambazo God wants to bring them to fruition. Anataka ule unabii ulionenwa ukazae matunda. Ni kama wana wa Israeli, because nchi ya ahadi haikuwa mbinguni, ilikuwa ni hapa duniani, lakini mahali ambapo Bwana amewaingiza, mahali ambapo pako na pumziko, na pia wangeona ushindi na ukuu wa Mungu wao. Tumefika mahali Mungu anataka kanisa na watu wake akaweze kuwaingiza mahali ambapo atajionyesha mwenye nguvu kwa ajili yao, na pia wakaweze kutimiza neno ambalo limeandikwa katika Biblia. Praise the name of the living God. Nataka kusema ya kwamba tumefika majira ambayo watu watatembea na nguvu za kushangaza ulimwengu, nguvu za kiungu. Tunaishi majira ambayo kuna wengi ambao Mungu atawatumia kutenda ishara na miujiza ambayo sio ya kawaida hata kidogo. Praise the name of the living God. Nataka nikwambia kwamba tunaingia katika majira wengine watatembea dunia hii kama miungu midogo, kwa sababu ya jinsi ambavyo Mungu atakuwa anawatumia kujiletea utukufu yeye mwenyewe. Praise the name of the living God.
Nataka nikwambia kwamba hakuna kizazi kingine chochote duniani ambacho kitaona utukufu ambao Bwana anataka kuachilia kama utukufu ambao Bwana ataachilia katika majira haya. Nasema ya kwamba hautakuwa unaongea juu ya Mungu wa Elijah, kwa sababu yale mambo Mungu wa Elijah alifanya yatakuwa shadow. Hautakuwa unaongea juu ya Peter, kwa sababu yale mambo Peter alifanya yatakuwa shadow. Praise the name of the living God. Utakuwa unaongea Mungu wa majira haya, kwa sababu yeye ni Mungu wa wale walio hai, na huyu Yesu tunayemwabudu, yeye ndiye ule jana na leo na hata milele. Mungu anaenda kututoa katika historia ya kuongea mambo aliyofanya. Ninaamini katikati yetu kuna watu walio na kilio kama cha Habakuka. Habakuka alisema, Bwana, Habakuki 3 mstari wa 2, Bwana, nimesikia habari zako na tunashangaa. Tumesikia habari zako na Bwana tunashangaa, tukisikia vile ulivyogawanya bahari ya Shamu. Praise the name of the living God. Tukisikia vile ulivyomuita Lazarus kutoka kaburini, na Lazarus akatoka pale kaburini na akafufuka. Praise the name of the living God. Tukisikia vile Elijah aliletewa chakula na tai. Bwana, tumesikia matendo yako. Tukisikia Danieli vile alivyotupwa katika tundu la simba na simba hawakumguza. Vile Shadrach, Meshach na Abednego walitupwa katika moto na moto haukuwaguza. Ulikata tu kamba zilizokuwa zimewafunga na ukachoma watu wale waliowarusha, lakini wao wenyewe hata unywele wao haukuguzwa, mavazi yao hayakunuka hata moshi. Praise the name of the living God. Nataka niseme ya kwamba huyo siye Mungu aliye katika historia. Huyo ni Mungu ambaye hata siku ya leo ako hai. Praise the name of the living God. Unajua tunaishi ni kama kuna mtu alikuwa ameenda mazishi ya Mungu na hakutuambia. Huyu Mungu bado ako hai. Praise the name of the living God. Na tumefika majira ambao Mungu anataka kujidhihirisha. Lakini wakati tunaweza kujifundisha, because Biblia inasema mambo yaliyofanyika kwao ilifanyika kwa ajili yetu. Biblia inasema kwamba walisikia injili kama vile tulivyosikia. Walipitia katika, walibatizwa na maji, walibatizwa na Roho Mtakatifu, because wao ubatizo wao kwa maji ni bahari ya Shamu. Ubatizo wao wa Roho ni wingu ambalo lilikuwa linatembea na wao, kumaanisha ya kwamba waliona pia ishara za Mungu. Lakini Biblia inasema ya kwamba hawakuingia katika ile nchi. Praise the name of the living God. Ijapokuwa alikuwa amehubiriwa kama vile tunavyohubiriwa, wengi wao mili yao ilianguka jangwani kwa sababu Bwana hakupendezwa nao. Praise the name of the living God. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Si Mungu anisaidie nimpendeze katika majira haya. Mienendo yangu impendeze, moyo wangu umpendeze katika jina la Yesu Kristo. Natamani kuwa tofauti, kwa sababu naamini ya kwamba kuna watu Mungu anatafuta watakao kuwa tofauti. Biblia inasema ya kwamba ilipofika mahali pale, Musa akachagua mtu mmoja kutoka kwa kila kabila. Praise the name of the living God. Watu hawa 12 walipochaguliwa, wakaenda wakaipeleleza nchi ya ahadi. Endeni muangalie nchi hii iko namna gani, watu wale wanaishi pale wako namna gani, udongo wake, matunda yake iko namna gani. Na baadaye wote wakaja na ripoti. Uzuri ni kwamba kile walichoona, they all saw the same thing, because they went to the same land. Bwana asifiwe sana. Sijui kama unajua, ni rahisi sisi wote tuone the same thing, but our interpretation is different. Tunaweza kuona hali moja, Bwana asifiwe sana, haleluya, lakini tafsiri yetu iwe ni tofauti. Tofauti ya mtu huwa inaanza wakati kile mnachotazama nyinyi wote ni sawa, lakini wewe unajipatia tafsiri yako tofauti na wale wengine vile wanavyosema. Unakataa kuimba wimbo wa wale wengine wanavyosema, unakuwa na tafsiri yako ambayo ni tofauti. Praise the name of the living God.
wakisema uchumi ni mbaya tutakwisha. Hiyo ni tafsiri yao. Praise the name of the living God. Wewe unakuwa na tafsiri yako ambayo ni tofauti. Praise the name of the living God. Hatutaimba wimbo mmoja. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri kuwa mtu ambaye saa zingine una disagree na watu. Mnakaa mahali mnaongea na unakataa kukubaliana kile watu wote wanafanya. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kuwa tofauti ni wakati watu wana mtazamo fulani na wewe unakataana na huo mtazamo walio nao. Unasema Caleb alisimama akasema watu wao wanasema namna gani? Praise the name of the living God. Akasema nchi hii tunaweza kuchukua kwa sababu Mungu wetu anaweza kutupatia. Praise the name of the living God. Alikataana na mtazamo wa wale wengine. Jina la Bwana ipewe sifa. Haleluya. Naye Mungu akapendezwa naye. Akasema watu hawa waliona matendo yangu na miujiza yangu na nikawatoa katika nchi ya utumwa, wote wataanguka jangwani, hawataingia katika nchi ya ahadi. But because my servant Caleb has a different spirit, praise the name of the living God, huyo nitamkubalia aingie katika hii nchi ambayo niliwaahidia. Praise the name of the living God. Hey, Caleb na Joshua waliona mambo tofauti. Nataka kusema nini? Kuna watu Mungu ambao anawainua na anaanza kuchochea ndani ya mioyo yao kuwa tofauti. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu ndani yao kuna kuungua Mungu anaweka ndani yao. Wanasikia hapana, hii hali ambayo tumekaa inaweza kuwa tofauti. Praise the name of the living God. Nataka kukusupport na nikwambia kwamba you are in the spirit, you are in the flesh. Praise the name of the living God. There are people who feel to give up. Hata ni mhubiri anasikia nimechoka na kuhubiri kwa kawaida. Yani unaamka unasikia ni mimi nitaendelea kuhubiri katika hii hali ya kawaida. Umechoka na ukawaida. Unamwambia Bwana, mimi afadhali niresign yeye nikafanye biashara. Sio dhambi wakati unasikia kwamba nataka kuona jambo ambalo ni tofauti. Huo ndio mwanzo wa mabadiliko. Hata dunia imebadilishwa na watu waliotamani mabadiliko. Wakati watu wanaimba wimbo mmoja, kukainuka watu wakasema sio lazima tuimbe wimbo wa mbeberu. Praise the name of the living God. Walikuwa na gharama ya kulipa, lakini waliona mambo tofauti. Ulimwengu wa asili kuna watu wengi ambao wamefanya innovations na wamefanya mabadiliko. Wameleta mabadiliko kwa sababu waliona mambo tofauti. Waliona sio lazima mtu abebwe na gari ya punda, sio lazima mtu abebwe na gari ya farasi. Wakaenda hivyo. Mabadiliko huja kwa sababu kuna watu wanaangalia hali na wanaiona ya kwamba inaweza kuwa bora zaidi. Praise the name of the living God. Lakini wacha nikwambie pia, the big number of people ni watu wa kufanana. Ni watu, they want to combat. Praise the name of the living God. Hallelujah. They want to conform. Praise the name of the living God. Wanataka tu kufanana. Wanataka tu kukaa katika ile system iko. Hawataki kuona mambo na mtazamo ambao ni tofauti. Wanataka kukaa katika hali ya dini, hali ya rituals ambazo zimefanywa kwa miaka 100 na hazijabadilisha mtu. Na hakuna mtu ambaye ana question ya kwamba hii mambo tumefanya kutoka wakati wa hizi nyimbo, haya maombi yamekuwa handed over for generations na hatujaona ikileta tofauti. Kwa nini hatuwezi kuquestion? Tuulize, Mungu wa Biblia ako wapi? Bwana asifiwe sana. Hata ukisoma the church history, usome watu kama Martin Luther, watu wale ambao walileta transformation hata katika kanisa, wakasaidia kanisa kutoka kiwango moja hata kile kingine, ni watu ambao walianza kuquestion na wakaanza kusema ya kwamba things can be done and they can happen differently. Praise the name of the living God. Hallelujah.
Watu wale ambao wanapenda tu kufanana na wanapenda tu kukaa katika hali ya kawaida, they cannot bring change in this world. Praise the name of the living God. Lakini nataka kusema pia, wakati unapoanza kusikia wewe ni tofauti, there is a lot of intimidation. Praise the name of the living God. There is a lot of intimidation ambayo inakuuliza, kwani wewe ni nani? Wewe ndio una shida bishop fulani. Wewe kwani huduma yako ndio ina shida huduma fulani? Kwani wewe ndio mfanyibiashara? Wewe kwani ndio umesoma sana kuliko fulani? Praise the name of the living God. Kuna maroho ya intimidation ambayo huintimidate mtu, inakwambia you don't try, you are going to be ashamed. Praise the name of the living God. In the mighty name of Jesus, we are breaking that cage of intimidation in the mighty name of Jesus. Tazama Biblia yako. Mungu wetu ni Mungu wa kufanya mambo tofauti. Hata huwa anasema, tazama ninatenda jambo jipya, na kabla halijatokea mbona usilione? Why don't you perceive? To perceive is to be able to see something in the spirit even before it manifests.